Habari za siku ya leo, habari za Jumatatu. Heri ya mwezi mpya, mwezi wa Juni 2026. Karibu katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Katika siku ya leo, tujikumbushe yale ambayo tuliyaona wiki iliyopita. Wiki iliyopita tuliona unabii katika kitabu cha Hosea 6 na lile fungu la 2, ambapo Hosea anasema kwamba baada ya siku 2 atatufufua, na baada ya siku 1 na siku ya 3 atatuinua na tutaishi mbele zake. Unabii ambao unaelezea siku za mwisho, kwa baada ya kuwa Bwana Yesu Kristo amekufa na kufufuka na kupaa mbinguni. Hosea anaangalia kipindi hicho. Lakini sasa hebu tuangalie kisa kingine ambacho wahubiri wengi sana wamekuwa wanakihubiri, ambacho ni kisa kizuri cha upendo sana, ambacho kinapatikana katika kitabu cha Luka 10 na lile fungu la 25 mpaka 37. Hapa ni kisa cha Msamaria mwema. Watu wengi wamekuwa wanakiangalia kwa upendo mkubwa, namna ya kumpenda jirani yako, kwamba jirani yako ni nani? Mtu yeyote ambaye unakutana naye akiwa katika uhitaji. Na kile kisa ni kizuri sana, kinamwangazia Bwana Yesu Kristo mwenyewe, ambaye yeye ni kama Msamaria mwema, ambapo yule mtu alikuwa amepigwa, amelala, ameachwa nusu mfu, kanyang'anywa kila alichokuwa nacho, mpaka nguo amenyang'anywa. Yule Msamaria mwema baada ya kuwa kasisi amepita na Mlawi amepita, wakapita pembeni, yule Msamaria mwema akaona haiwezekani amwache huyu mtu, akamchukua, akamtibu, akamwekea divai, akampaka na mafuta, akamchukua, akampeleka katika nyumba ya wageni. Akalala pale, akatibiwa vizuri. Siku ya pili Msamaria yule alikuwa anaondoka. Alivyoondoka akawaachia dinari 2 wale wa ile nyumba ambayo ilikuwa inatunza, au ile lodge au mahali pale ambapo ilikuwa panatunzwa watu wanahudumiwa. Akawaachia dinari 2, akasema, ninaondoka na waachia hizi dinari 2, lakini nitakaporudi tena, kama kuna fedha zaidi imeongezeka, nitalipa. Sasa wengi tunakiangalia kisa hiki kwa upendo mkubwa kwa ndugu zetu, kwa jirani zetu, na upendo mkubwa ambao Bwana Yesu Kristo amekuwa nao kwetu sisi. Tunakiona kama kisa cha ukombozi. Sasa kama ni kisa cha ukombozi pia, kwa sababu huyu mtu alikuwa ametupwa hapo, anasubiri tu afe, hakuna msaada wowote, lakini Msamaria mwema akaja kumkomboa. Huyu ni Bwana Yesu Kristo ambaye alikuja kutukomboa sisi, akitokea mbinguni kuja kutukomboa. Lakini zile dinari 2 zina maana gani? Wahubiri wengi wamekuwa hawaangazii zile dinari 2. Zile dinari 2 tunaziona kama siku 2, kwa sababu katika utawala wa Kirumi dinari 1 ilikuwa ni mshahara wa siku 1. Ukifanya kazi kutwa, basi unapewa dinari 1. Maana yake ni mshahara wa siku 1. Kwa hiyo dinari 2 ilikuwa na maana kama mshahara wa siku 2. Kwa hiyo atakaporudi baada ya siku 2, basi atalipa kama kuna ziada yoyote ambayo imetumika. Kwa hiyo sasa hapa tunapoangalia kitabu, tunapokompea na ule unabii wa Hosea wa siku 2, kwamba baada ya siku 2 atatufufua, na siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Kwa hiyo Bwana hapa, ili kukamilisha ukombozi wa mwanadamu, dinari 2 lilikuwa inalenga pia siku 2. Na katika kitabu cha Petro wa pili 3 na lile fungu la 8, siku 1 ni sawa na miaka 1000 mbele za Mungu. Kwa hiyo manake dinari 2 manake mshahara wa siku 2. Kwa hiyo siku 2 manake ni kwamba Bwana anarudi baada ya siku 2. Tunaona kwamba baada ya Bwana Yesu Kristo kupaa mbinguni, na unabii unatuambia wa Hosea, baada ya siku 2 atatufufua. Kwa hiyo tunapoangalia na Bwana Yesu Kristo alisema kizazi hiki hakitapita hadi haya yatokee.
Na kizazi tumeona kwamba kinachukua miaka 2000, kile kizazi cha miaka 6000 ya kuishi hapa duniani. Toka Adamu alivyoumbwa mpaka gharika miaka 2000, toka gharika mpaka Bwana Yesu Kristo anakuja miaka 2000, na toka Bwana Yesu amefufuka, amepaa mbinguni mpaka atakaporudi miaka 2000 mingine, ambayo ni sawa na dinari 2. Kwa baada ya malipo hayo ya Yesu Kristo atakuja akawariward wale ambao watakuwa wameifanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo kama kuna extras, uzima wa milele, Bwana atachukua mbinguni. Mungu akubariki sana. Bwana amekaribia sana kurudi, kwa sababu toka apae mbinguni mpaka miaka 2000 kutimia, inakaribia kama miaka 7 hivi inayokuja. Miaka 2000 itatimia toka alivyopaa kwenda mbinguni, na kurudi kwake kutakapokuwa hapo. Kwa hiyo Bwana akubariki sana. Utafakari neno lake hili, na Yesu Kristo Bwana wetu kama alivyoahidi amekaribia sana kurudi. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba mwema, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa somo zuri la upendo, la ukombozi, somo la kinabii. Baba, tuandae tuweze kukutana na wewe utakapokuja. Andaa mapito yetu, samehe dhambi zetu Baba, katupe Roho wako Mtakatifu tena maradufu. Mungu wa mbinguni atuongoze katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika siku zetu za kuishi hapa duniani. Tusaidie tuweze kushare neno lako na wale ambao bado hawajalisikia. Katika wiki hii na katika mwezi huu Baba, tembea na wote wanaosikia neno hili, fundisho hili katika siku ya leo. Ukatembee nao Baba, ninakusihi sana. Maombi yao ukayasikie, ukawapatie yale matamanio ya mioyo yao yaliyo mema. Tunakutukuza Baba, tunakushukuru. Tembea pamoja nasi katika jina lako Yesu Kristo tunakusihi, uendelee kutufundisha. Amen. Bwana akubariki.